kujua huu ni mti mwema au huu ni mti mbaya. Hivyo basi Mungu ametupa nafasi ya dhahabu sana. Ametupa neema ya kuweza kutambua kwamba tuna jukumu la kulinda moyo, maana ni una thamani kubwa katika moyo wewe, ndio chemichemi, ndio chanzo. Kwa hiyo moyo ukiwa umeharibika, uhai wa mtu umekufa. Moyo ukiwa umeharibika, hakuna maisha tena. Ndio maana tunaona watu wengi ambao wanakuja kukata tamaa na maisha. Moyo unaanza kukata tamaa, anaanza kuona hawezi, anaanza kuona amelaniwa, anaanza kuona maisha yake haiwezekani, anaanza kutafsiri familia aliyotoka, anaanza kuolani hata wazazi. Anasema mimi nisingezaliwa na familia hii, ningezaliwa na familia fulani, pengine maisha yangu yangekuwa bora. Wacha nikwambie, Mungu amekupa neema, amekupa moyo. Inabidi uweze kubadilisha moyo, inabidi uweze kulinda moyo ili uweze kutoka maisha yaliyo mema, ili uweze kutoka mambo yaliyo mema katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya makutano. Haleluya makutano. Jioni ya leo tunasema kumbuka moyo wako ni wa thamani sana, na mwisho wa siku kila jambo utakalolifanya litatolewa hesabu. Kila jambo linalotoka katika moyo wako kuna hesabu itakuja kutoka. Inapenda Biblia inavyoniambia kwamba kwenye mti kuna matunda mema na matunda mabaya yanatokea. Kwa hiyo tunaweza kutambua mti kutokana na matunda yenyewe. Je, unaweza kujiuliza wewe mwenyewe, je, umeruhusu kile chanzo chako kutawaliwa na nani? Umeruhusu kile chanzo cha maisha yako, chanzo cha uhai wako, umempa nani? Inasoma Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Katika jina la Yesu aliye hai, Biblia inaniambia kwamba heri wenye moyo safi, sio watu walio na moyo mchafu. Maana ni moyo safi ambao wamekubali kutakaswa, wamekubali kusafishwa kwa damu ya mwana kondoo ambaye amekuja kwa ajili yetu, ameutoa uhai wake kwa ajili ya maisha yako, ili ya kwamba upate kuwa kiumbe kipya katika jina la Yesu aliye hai. Hivyo Mungu amekupa neema ya kuweza kukutangazia habari njema leo. Anataka utengeneze moyo wako ili maisha yako yaweze kuwa mema, ili moyoni mwako kuweza kutokea mema. Ninakutamkia jioni ya leo, chagua, fanya maamuzi sahihi ndani ya moyo wako, uruhusu ingie Mungu aliye hai akaleta badiliko la tofauti, akafanya mambo yaliyopita kuweza kuwa mapya katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Tunatamka kwamba Mungu ametupa neema hii, kwamba tumepata nafasi ya kuweza kuwa wazima. Tumepewa nafasi ya moyo wetu tunataka kutengeneza sasa. Jukumu la kulinda moyo uharibike ama usiharibike ni wewe mwenyewe. Mungu amekupa nafasi.